Good evening fans. A warm welcome to online media channels. Hapa niko na sijui ni Gen Z ama ni millennial. Au ni millennial bwana. Siwezi kuwa Gen Z mimi. Mimi ni mzee by the way. Miaka ngapi? Mwisho nikiona ilikuwa 28, 29. Basi I think unajua na matujangi manini wa miaka zetu sana. Kwani Gen Z unaishia miaka ngapi mwanzo? Gen Z I think ni 20. I think below 30 you're still a Gen Z. Hapana. Hapana, hii jamaa chwa vizuri. Wewe mtuambie Gen Z director Gen Z inaanzianga 26 kuteremka chini. 26 teremka ni sawa. Alpha ni from 22 kuja hivi. Na millennial kumaanisha umekutana na a lot of heartbreak kwa barabara. Kufikia hiyo miaka sio rahisi jameni. Sijakuwa na heartbreak mingi, unataka kunichomea? Umetumwa. Lakini okay, nimekuwa na heartbreak kadhaa. Lakini haipiti tatu. Now lately hao wengine mimi ndio heartbreak. Hao wengine. Okay, now lately kumekuwa sijui niseme ni new heartbreak zimekuwa zikitokea. Like unapata you as a man unakuwa na urafiki na mrembo kama mimi, alafu una choose kumsomesha. Labda umeona wazazi wake hawana uwezo, ama mwenyewe tu umeona umempenda kiasi cha kumsomesha. Alafu kwa sababu unamsomesha, you have your own expectations. And one of the expectations are you want to marry her. And after maliza shule anakuambia, unaonaje? I don't think you are my type simply because hujasoma. Au nafikiaje? Unaona kusomesha mrembo kitu ya kwanza ni makosa kwa mwanaume kusomesha mrembo ambaye hajaoa ama mrembo ambaye bado anaishi kwao. Hiyo ni makosa kubwa sana. Kwa sababu huyo mrembo ama msichana ni suppose asomeshwe na mzazi wake. Kama bado kwa anda mzazi wako ni suppose usomeshwe na mzazi wako. Unaona that first stage ya masomo kama ni college, university suppose usomeshwe na mzazi wako. So I play men ambao wanajiingiza kwa gharama nyezi zao. Juu kama hujaoa msichana huyo si wako, na kama haujakuwa rasmi kwamba msichana umemuoa kwa njia rasmi, usijiingize katika gharama nyezi yako. Juu gharama ya masomo ni ya mzazi. Wewe ni kuongoja amalize shule then sasa umchukue. Lakini kama mmeishi miaka kadhaa, tuseme mmeoana, mmeishi miaka 15, aseme okay anataka kuongeza degree ama anataka kuongeza masters, hiyo sasa unaweza chip in. Useme okay, you are my wife, tuko na watoto 4 5, nao kama unataka kuingia degree ama unataka kuingia masters, it's okay. Unaweza msomesha but ni partnership. Isikuwa pia ni wewe unatoa kila kitu unajua, na ikuwa analala nyumbani, isikuwa analala shule. Junayo utajipata akilala shule kumbe analala na nini. So Mr. Millennial, so you want to tell me ukinisomesha alafu mwisho nije nikukatae, sina makosa mahali? Okay, uko na makosa juu umetumia pesa zangu. Come on, si wewe ndio umechoose kumsomesha? Lakini si pesa zangu umetumia. But okay, tunaweza sema hivi. Ni makosa imefanyika. Kuna wanaume wamejiingiza kwa hizo vitu kusomesha wasichana ambao hawajakuwa wake zao. Hiyo ni makosa imefanyika. Lakini ningependa kusema kwamba aje mwanaume wote ambaye ako pale nje, usijaribu kujiingiza kwa mambo ya kusomesha msichana ako kwao. Hiyo ni kitu ya kwanza, wachana nayo. Wacha asomeshwe na wazazi, siku yenye atamaliza shule basi jaribu hiyo story ya kumuoa. Na kama hutamuoa haina shida, hautakuwa na blame yote na mtu. Jao kutumia fedha zake au kutumia nini. So yeye mwenyewe ajipanga. Na kitu nataka kuambia wanaume, kama msichana hawezi jilipia fare, huyo hayuko serious. Kitu ya kwanza huyo msichana akuwa anaweza jigharamia yeye mwenyewe. Hakuna guarantee ama ukuwa confident kwamba msichana anaweza ingia ndoa kama anaweza jigharamia. Good. La pili, kuna hii pia yenye kujenga pamoja. Yaani wakati tumeingiana kwenye mahusiano, labda tumefanikiwa tukapata ka first born pale, alafu tunaanza kujenga pamoja katika biashara, and then all of a sudden boom, tunafanikiwa tunakuwa na mambo makubwa. Mwisho inakuja kupata ile mali yako umeandikisha kwa mzazi wako, your mother. How do you see about that? Men, tulichanuka kidogo. Kitambo ulikuwa unapata umechukua ile zile mali umeandikisha kwa bibi yako, umemwandikisha kwa watoto. Unapata siku je mnaachana, bibi anatoka na kila kitu. Kwa size men tumechanuka. At least ukinunua kashamba
Kisha unaandikia mama juu mtu mwenye hawezi kukuacha kwa hii maisha ni mama yako. So you are supporting that. Yeah. And your kids? That's the only person ambayo unaweza mpea kwetu your trustee juu huyo ndio hata kuacha. Remember maybe bila huyu mwanamke haungefika hapo, haungejenga uwe na biashara ambayo uko nayo. Ni sawa, enye tulijenga na hiyo ndio tutagawa. Na kenye nilipata ama kenye nilipata on the way. Hiyo ndio wacha nimwandikie my mom. So you suggest mali ende kwa mzazi, tusigawane katikati. Kama tulijenga na hiyo ndio tutagawa. But zangu hakuna siku tutagawa. Thank you so much. Hao ni maoni from Millennial.